daktari alimwambia, ninakuomba, si kwa hofu, bali kwa matumaini. Tusaidie kuponya dunia hii. Tutalipa makosa ya waliotangulia. Nyoka alikubali. Kwa msaada wa Malkia, alirudi katika milima na misitu. Akawa mlinzi wa misitu ya kale, akipuliza pumzi ya hewa safi na kutibu ardhi. Mashamba yakaanza kumea tena, mvua ikawa na mpangilio, na watu wakarudi majumbani. Malkia Azuri alitangaza mabadiliko katika utawala, heshima kwa asili, usawa kwa viumbe vyote na hekima mbele ya vita. Watoto walifundishwa historia ya nyoka wa kivuli, si kama hadithi ya kutisha, bali kama somo la msamaha, huruma na ujasiri. Usiku wa mwisho wa mwaka, nyota kubwa iliangaza angani juu ya milima ambako nyoka alikaa. Watu walisema, ulinzi wa kweli hauji kwa upanga tu, bali kwa moyo na kuelewa. Na tangu siku hiyo, watu wa ufalme wa nuru walijua malkia wa kweli hakuwa na taji tu, bali moyo ulioweza kupenda hata giza mpaka likageuka kuwa mwanga. Je, unajua kuwa sonona imekuwa miongoni mwa changamoto kubwa kwa watu wengi duniani? Sonona ni hali ya afya ya akili ambapo mtu huhisi huzuni ya kudumu, kukata tamaa, kukosa furaha au kupoteza hamasa ya kufanya mambo ambayo hapo awali aliyapenda. Sonona si hali ya kawaida ya huzuni. Ni kivuli kizito kinachoua mwanga wa matumaini, inaua ndoto, inaharibu mahusiano na inaweza kuvuruga maisha. Wakati mwingine unajiona huna thamani, marafiki wanacheka na wewe hutaki kuamka kitandani, unajifanya upo sawa, lakini moyo unavunjika vipande vipande. Sonona si huzuni ya muda mfupi tu. Ni hali ya afya ya akili inayoweza kusababisha kupoteza hamasa, kukosa usingizi, kujitenga na watu, matumizi ya dawa au pombe, kukosa hamu ya kula au mawazo ya kujidhuru. Kama unaona dalili hizi kwa rafiki yako, ndugu yako au hata wewe mwenyewe, tafuta msaada, zungumza, nenda kwa mshauri wa afya ya akili. Ujumbe huu umeletwa kwenu na Therapy Talk. Therapy Talk. Heal your thoughts. Heal your soul.